Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Watazamaji wetu wa ASG TV, karibuni sana kwenye kipindi chetu cha Ijue Dini Yako. Leo tutakuwa na mgeni ambaye atakuja kuizungumza dini yetu. Mwalimu wangu, shekhe wangu, kaka yangu. Ulimi wangu leo hautokuwa na nguvu sana ya kusema, kwa sababu anayekuja kuzungumza leo ndio shekhe wangu alionisomesha mimi. Kwa hiyo tamkaribisha mwalimu wangu, shekhe wangu, Sheikh Hussein Mjaka. Karibu sana kwenye kipindi hiki ambacho Ijue Dini Yako, kwa ajili ya kuwapa faida watazamaji wetu wa ASG TV. Naomba mwalimu Sheikh Hussein, jambo hili ni lako, nisimalize maneno mengi. Kila kitu kilichobaki hapa ni eneo lako, basi tafadhali, karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahabatihi wa man wala. Ijue dini yako. Dini ni mfumo wa maisha ya mwanadamu, ni mfumo uliokuwa kamili. Lakini dini yetu ya Uislamu ni dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameipanga katika mifumo maalumu, kutoka katika sheria zilizotoka mbinguni kufika kwa mitume wake. Tokea kupitia kwa Jibril alayhi salatu wassalam, ikaja kwa Nabii Nuhu, kupitia kwa Nabii Ibrahim, mpaka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nasi tupo ndani ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumepokea sheria zake na tunaishi katika sheria za mtume huyu. Lakini mtume huyu sallallahu alayhi wasallam hakupata kukhtalifiana na mitume iliyopita. Maana mitume yote ilikuja kwa kufata kanuni na sheria iliyokuwa moja, nayo ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuto kumshirikisha na chochote. Katika sifa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye amejiweka katika mambo yake kutokuwa na mshirika wala kutokuwa na mfano. Lakini kipindi chetu kitatuzungumza na kitatueleza ni nani aliyotuletea hii dini, ametokea wapi, asili yake ni nini. Kwa sababu dini ni mfumo na ni mwenendo ambao watu wanataka wauige na waufate kutokana na system au na ni mfumo uliokuwa njia zilizopangika. Haiwezekani kwamba mtu tukaamka akaja akasema mimi nimeanzisha dini yangu au mfumo wangu. Watu lazima watataka wajue imetokea wapi asili yake na imepita katika njia gani mpaka imekufikia, mpaka wewe unatufikishia sisi. Hiyo ndio dini iliyokuwa ya kweli na ndio dini iliyokuwa sahihi. Na ndio maana leo Waislamu wote wanakubali na wanapokea kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amepokea kijiti cha kueneza dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kupita Nabii Isa, ambaye wenzetu wanasema Jesus au Yesu ibn Maryam, yani Isa ibn Maryam.
Baada ya kupita kipindi cha miaka 500 ndiyo akaja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kukamilisha, sio kuanzisha, kwa kukamilisha sheria za wale mitume waliopita. Ndiyo bwana mkubwa mmoja alipomweleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kipindi alichopita Nabii Isa alayhi salatu wassalam mpaka kuja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Imamu al-Busir akasema, nabiyun atana ba'da ya'sin wa fitratin min ar-rusuli wal awthani fil ardi tu'bad fa amsa sirajan mustaniran wa hadiyan yaluhu kama la'a as-saqilul muhannad wa andhara naran wa bashshara jannata wa 'allamana al-islam fallaha nahmad. Huyu ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabiyun ni mtume ambaye atana ba'da ya'sin wa fitratin, ametujia baada ya kukata tamaa na kupita kipindi kirefu cha hakuna risala wala hakuna mtume aniolingania. Kwa kuja kwake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawa sirajan, akawa ni taa, hadiyan, yenye kuongoza. Hayo ndio yalikuwa maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama alivyotuambia bwana mkubwa mwingine, ataita wannasu fawda la tamurru bihim illa ala sanamin qad hamu fi sanami. Imamu Shauqi alimueleza pia kuyaeleza kipindi hichi cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anakuja kupokea kijiti ambacho alichokiacha Nabii Isa alayhi salatu wassalam. Uzuri wa sisi Waislamu, sisi mitume yote iliyokuja, iliyoletwa na Mungu, tunaikubali imekuja kufanya kazi ya Mungu na imefikisha walipoacha, wakaja wengine wakaendeleza. Sisi hatufarikishi, hatutenganishi. Ndio hata Qur'ani inasema, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameamini sheria ambazo alizotelemshiwa kutoka kwa Mola wake. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna, na waumini wote wameamini. Kullun amana billah, wote, kila mu'min ameamini kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ndio Mungu wa kweli, wa malaikatihi, na malaika wa Mwenyezi Mungu kweli wapo, na kila malaika anafanya kazi yake na anafanya kwa lile alilotakiwa, tena pale anipotakiwa, kwa sababu tumepokea maelezo mitume hawa malaika sifa zao, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, hawamuasi Allah kwa chochote walichoamrishwa na wanafanya yale walioamrishwa. Kwa hiyo hata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifata na ameamini sheria hizo, na waumini wote wanatakiwa waamini, na tunaamini hivyo. Walmu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli, hatuna tofauti wala hatutenganishi wala hatuchagui kwamba huyu mtume huyu ana dosari, mtume huyu sio mtume wa Mungu. Muumini wa kweli akiwa anaamini hivyo, maana yake imani yake bado ina upungufu. Huu ndio msingi na hii ndio imani ya Kiislamu. Katika kipindi chetu tukisema ijue dini yetu, tunakusudia kwamba Waislamu vipi wataitambua na vipi misingi ya dini yao na nini Allah anataka waishi katika maisha hayo. Lakini kama alivyosema mtangazaji, pia kuna maisha watu, ili ujue dini yako umjue ni nani aliyokuletea ile dini.
Dini yetu imeletwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume huyu, kwa maelezo ya wengi wanawachuoni wanatueleza, ni mtume ambaye ni Arabiyun Qurashiyun Hashimiyun Abtahiyun, ni Mwarabu tena Mquraish, tena anatoka katika koo la Banu Hashim, yupo katika lile bonde la Makka. Sasa tukisema nabiyun ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ni mtume ni kila yule ambaye aliyopewa wahi na amepewa amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala akazipokea, huyu ni mtume. Kinyume na rasulu kwetu, rasul ni yule aliyopewa sheria kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akapewa jukumu azifikishe katika jamii, watu wazitekeleze na watii sheria zile. Huyu atakuwa ni rasul. Ndio maana Nabii Isa kwetu sisi ni rasul, Nabii Nuhu kwetu ni rasul, Nabii Muhammad ni rasul, na wengine wote ni mitume. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika jambo ambalo wengi wanaweza wakaona ajabu, haya nitakayoyasema. Wengi tumesema Mtume Muhammad ni Mwarabu, lakini ukirudi kwa watu wa historia wanakwambia kweli Mtume Muhammad ni Mwarabu, lakini Uarabu wake, baba yake hakuwa Mwarabu asli. Huyo mzee Ismail hakuwa Mwarabu, ila Nabii Ismail alioa kupitia kwa Waarabu wa Jurhumi. Alivyooa pale, baada ya tarikhi, kisa kirefu ambacho kilichoelezwa, mpaka Nabii Ibrahim alipofika pale Makka, akawaacha yeye na mama yake pale, na matukio mengi yaliyopita, Mtume Ismail akaishi. Baada ya muda mrefu, Nabii Ismail ikafika wakati aoe, akaoa. Sasa alipooa kikapatikana kizazi, ndio hicho kikaja, ndio tunakuta watu wa historia wanatuambia wayattasilu nasabuhu bi Ismail ibn Ibrahim, na inaungana nasabu ya mtume mpaka kwa Ismail mtoto wa Ibrahim alayhi salam. Lakini ukimwangalia Ibrahimu, je, naye ni Mwarabu? Asili yake si Mwarabu, ni Banu Israil. Ila watu wa historia wanakuambia Uarabu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wanasema huu ni Arabul Musta'riba, Uarabu ambao aliopokea ule Uarabu, kwa maana sio ule Uarabu wa natural wa asli, ila istaraba, aliyoupata tu min jihatil ummi, kupitia katika upande wa mama. Huyu ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika kipindi chetu Ijue Dini Yako, kwanza inatakiwa umtambue ni nani aliyokuletea dini yako, ili uweze kuipokea dini yako na uifate, kwa sababu unaijua asili yake. Yoyote asiyojua asili yake, basi wanasema watu wa sheria, man hurima al-usul hurima al-usul. Aliyonyimwa msingi, yani mwanzo, kama hajui, hawezi akafanikiwa mafikio wapi anipokwenda. Kwa hiyo kama hujui asili ya dini yako, hata mwisho wa dini yako, natija yake hutaweza kuijua. Nafikiri tumefikia katika nukta ambayo tumeitambua katika kipindi chetu Ijue Dini Yako. Tumepata asili ya dini yetu inatokea wapi na dini ni nini. Kwa hiyo niwashukuru, lakini pia niwatake radhi pale nitakapokuwa nimeteleza au nimekosea, kwa sababu asili yetu sote ni wanadamu, na mtume wetu anatuambia kila mwanadamu ni mwenye kukosea, na mbora wenye kukosea ni wale wenye kutubia. Kwa hiyo nami niwaambie, kwa udhaifu wa ulimi wangu wa kiubinadamu, pale nitakapokuwa nimekosea,
naomba muyapokee makosa yangu kwamba ni ugeni, na tutaendelea kila tunavyoendelea, uzoefu utapatikana, basi mnisamehe kwa sababu mimi ni binadamu. Nakushukuru ndugu mtangazaji. Shukrani sana. Leo tunafunga kipindi chetu cha Ijue Dini Yako cha ASG TV chini ya mkurugenzi wetu Ability. Leo tunaishia hapa. Katika haya yaliyozungumzwa tuyachukue na tujifunze nayo yale ambayo yaliyokuwa mazuri, na nina imani yote yaliyosemwa ni mazuri zaidi. Tuijue dini yetu, tufahamu imefikaje dini yetu. Mwisho wa kipindi hiki ndiyo mwanzo wa vipindi vingine vinavyoendelea.